cha pili, dalili ya pili ya mtu ambaye ameanza kukata tamaa ni kulemewa, na pia anakuwa na hali ya upweke mkali sana na huzuni isiyoisha hata katikati ya watu. Yani hata kama mpo katikati ya watu mnazungumza, wewe unakuwa kana kwamba yani upo nje ya ile topic. Mmoja akishuhudia anaweza akasema kwamba mbona wewe kama vile kana kwamba hatukuelewi, upo pamoja na sisi kweli? Unasema nipo pamoja, tuendelee, lakini ndani ya moyo unajua unayoyapitia. Yani uko peke yako, yani upo single and upo alone, single and alone. Yani upo peke yako na upo mpweke. Lakini Biblia inatuambia kwamba be single but not alone, you have Jesus in your heart. Hello. Unapitia upweke kana kwamba unaona yani watu wote hawakupendi. Lakini unaye Yesu anayekupenda na anayekujali maisha yako hayo. Dalili nyingine ni kwamba unalemewa na mawazo. Na mawazo hayo yanakueje? Unaanza kupata mawazo hasi. Yani kama uliwahi kupitia kufanya tukio fulani zamani baya, hilo tukio ndo linajirudia. Yani uliwahi labda kuzini, sasa hivi unahubiriwa unaambiwa kwamba kuzini ni vibaya, basi ile tukio la kuzini ndo linakuja. Hilo linakwambia wewe hata kama ukijitahidi kuombaje, wewe ni mzinzi, ulizini. Wewe hata kama ukifanyaje, wewe ni muongo, ulidanganya. Ile tukio baya ndo linakuja, linakukatisha tamaa. Unaona kana kwamba ukiomba Mungu hata asikii, kwa sababu lile jambo baya ulilolifanya linaziba yale maombi yako yote. Lakini hiyo ni dalili ya kwamba umekata tamaa, wala sio uhalisia kwamba Mungu asikii. Ni dalili ya kwamba umefanya nini? Umekata tamaa. Na kukata tamaa hiyo yote inatokana na mtindo wa maisha.